yeye hakuhusika katika kifo chake. Kwa sasa hivi yule jamaa yuko pale Kasarani, anasalia kule mpaka atakapofikishwa kotini na kufunguliwa mashtaka ya uuaji. Ni swala ambalo tumelizungumzia sana. Jana tulizungumzia ni kama huko hapa, lakini hili swala la mchele. Lakini nilienda kwa shughuli za kiafisi hii, ndio maana hata nyinyi mnaelewa. Naam. Hiyo swala la michele. Lazima katiba ikaweze kuundwa katika taifa letu la Kenya. Sijui ni omika mulisema inaitwa aje, sijui ni omika something like that, sijui. Hizo michele ambayo inauzwa katika makemes. Mbona mnauza hiyo michele na mnakubalia kila mtu anainunua? Na mzingatii zile sheria ambazo zinastahili kufuatwa kwa wale ambao wanatumia hizi madawa. Unajua hizi dawa haziuzwi moja kwa moja, na kama inauzwa pale kwenye chemist unaenda na prescription. Wewe ndio unafaa kutumia ile dawa, na kama hauna prescription wakati mwingine sio rahisi kuipata. Ndio maana unapata kuna wale wa magendo ambao wanauza nyuma ya counter pale. Unaenda unatafuta mtu kwa kijiji anakuambia hii dawa, alafu anakupatia jinsi ambavyo jinsi ambavyo unafaa kuitumia. Kwa hivyo wakati mwingine unasema unapata kwamba labda kama kuna pharmacies ambazo zinauza bila kuitisha prescription, ni si vizuri. Sasa mimi napendekeza hivi. Ikiwa inawezekana. When we experienced about COVID-19 in this country, tulikuwa tunaambiwa kama ni AstraZeneca inapatikana mahospitali fulani. Kama hizi zingine sijui ni Moderna ilikuwa inapatikana mahali fulani, sijui Johnson and whatever zinapatikana mahali fulani. Hizi dawa zikiundwa zipatikane katika hospitali za serikali. Na zijulikane ni zipi zinauza hayo madawa. Ndio maana ndio tutafikisha mwisho sarakasi ambazo zinaendelea za michele humu nchini. Ni swala ambalo pia mimi natarajia kwamba mwisho wa siku hilo swala litafanyika na hilo swala litatiliwa maanani, hasa ukiangalia kwamba wengi wanapoteza fedha zao, wanapoteza mali zao. Napata wakati mwingine your ID has been used kufanya uhalifu fulani. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mambo ni mengi ambayo yamesalia, lakini kwa sababu ya muda nashukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia saa 1 mpaka kuanzia saa 3 mpaka sasa hivi.